CB Bank. Go Ahead is believing to make each day a brighter day, supporting each other where we can. To go ahead, now that is the Kenyan spirit. This is KTN News. Karibu tena mtazamaji. Shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi. Seth, mwelekezi wangu, ndiye amekuchagua wewe ndio tuamshe bongo lako. Kwa sababu anasema ni kama umeboeka. Uko sawa? Uko tayari kuamsha bongo? Niko sawa kabisa. Huwa tunauliza maswali matatu. Niko sawa. Unayajibu kwa dakika moja. Uko tayari? Haya, swali la kwanza, taja miungano miwili ya wahudumu wa afya nchini. Mimi? Taja miwili. KMBDU, KUKO. Haya. Akronimu NHIF inamaanisha nini kwa Kiswahili? Bima ya afya. Bima ya kitaifa ya matibabu. Yes. Nani alikuwa waziri wa afya kabla ya Mutahi Kagwe? Mutahi Kagwe kulikuwa na Sisili Kariuki. Haya. Mwenyekiti wa KMPDU, ulisikia alisema yule mkonde sijui anaitwaje. Anaitwa nani? Anaitwa Daktari Mwachonda. Mwenyekiti anaitwa Daktari Oroko. Anaitwa Samuel Oroko. Wajibu wa KEMRI ni upi? KEMRI ni kufanya utafiti wa sayansi katika mambo ya afya. Naam, umejaribu sana. Haya, kabla sijawauliza maswali zaidi, namuona Rebecca na Wakenya ambao wanataka kuchangia mjadala huu kabla wapatwe na curfew. Beki wanasemaje? Asante Zubeda, basi naendelea kuongea na Wakenya hapa na mwingine mmoja hapa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Mushiri Michael. Mushiri, unaunga mkono mgomo wa wahudumu wa afya unaoendelea nchini sasa hivi? Mimi siungi mkono. Kwa nini? Sababu naona hao watu wetu wa serikali kila wakati wanatusumbua. Na migomo kila wakati. Na kama ni upande ya nguo peke yake, the PPEs, which I'm sure wale wanahandle COVID wanapewa. Wale hawahandle COVID, huwezi kuwa mahali department zingine za hospitali kuwa na hizo nguo. They are very expensive to be everywhere with everybody. So pande hiyo naunga mkono kama mtu anatumwa kwa ugonjwa hiyo bila nguo. But si kila mtu apate nguo sababu haiwezekani. Of which naona pia wanatudanganya kitu. Sababu mimi nimeona hata watu wanaenda wale wameaga kwa bahati mbaya kwa hiyo ugonjwa, hata wanaenda kuzika bado wanakuwa na hizo nguo. So it can't happen. Mtu anaenda kuzika maiti anapata hiyo nguo na daktari anahadu mgonjwa hiyo ugonjwa hana hiyo nguo. So that one I don't believe the doctors and medics, I don't believe them. Asante kwa maoni yako. Nashukuru sana. Baada ya masalary, our government pays better than most of the countries in the world. So, mimi nimekuwa miaka mingi sana kwa kampuni. Although now I'm in Juakali here. Na ile salary tunapewa kwa kampuni, mtu alikuwa anauliza heri nipate kwa serikali. It's better. So, on the remuneration, I don't support it. Yes, they are well paid. Asante sana. Songea mbele. Jina lako? Lucretia Robai. Nieleze, mgomo huu, unaunga mkono mgomo wa wauguzi nchini, wahudumu wa afya? Tumia Kiingereza. So basically, I come against the nurses strike for several other reasons. Like number one, you see that we have some patients who are actually suffering from very dreadful diseases or outrageous diseases which actually need the nurses' care. And you see, the nurse is the assistant of the doctor. So if the nurse is not there, the doctor cannot always be there for the patient. So that simply means the nurses should actually be settled for that case. But again, you see, the nurses can at least try and consider, if the government is giving them a certain percentage, they should try and consider, because sometimes it's not about the payment, it's about the impact that you make in the society. So for those
patients who are actually in hospitals and they are actually suffering from certain diseases and they don't have anyone to take care of them, they should at least consider that. But another thing to the government, it is my prior request that medical profession is a very sensitive profession, so they should be, that is a profession that they should consider. It's a number one factor to be considered because it includes the human health. Otherwise, if someone is not taken care of, they will end up dying. And after dying, that means the population of the country goes down. Therefore, the economy of the country also goes down. So you see, the government should consider the medical factor should always be number one. So that's my... Thank you so much. Unaitwa nani? Naitwa Erastus. Na sasa, okay, my first thing is that I don't support this nurse strike. Reason being that common mwananchi anaumia sana, unaona. Umeathirika wewe ineni wewe? Okay. Kama Erastus. Mimi kama Erastus, mimi ni neutral, unaona. At the fact that kuna my best, one of my friends pia wana affectwa na the strike of the nurses. Reason being that mtu anakaa kwa nyumba, si ndio, unapata apati ile service ya kawaida, unaona. So like kama ni service anapata, hapati kabisa na ana save up each coin, unaona. Kuna yule ameenda kwa jua kali, ana hustle kila kitu, unaona. Anataka at least apate that 10 or 50% akekwa NHIF card, unaona. So meaning that kama hata save kwa NHIF card, reason being his or her health status haitakuwa so secured, unaona. Na government nasi for the strike, meaning that wao wenyewe hatakuwa na ile nguvu ya kusema ati watakuwa na any effect ya kufanya kazi. So let the government consider the nurses first, alafu wakae chini wao wenyewe kwa wenyewe wasikizane. Obviously kutakuwa na terms and conditions, unaona. Wakika terms, some of the terms kama atakubaliana nao ni sawa, si ndio? Na pia wao pia government watare kusikiza the nurses their issues, unaona. Kila mtu kwa na side yake, unaona. Reason, thank you Rasta. Sasa niongee na wewe mwingine kwa sababu ya muda. Jina lako? Jina langu naitwa Oscar Kirui. Driver wa Rembo Shuttle hapa. Niangalie Oscar. Ningependa kuomba wewe ulikuwa unaniuliza kuhusu mgomo ya madaktari. Ningependa kuomba serikali sana ashughulikie hawa madaktari, wahudumu wa afya, nurses na clinical officers. Yes. Waongee na hawa kwanza, wakae chini. Serikali hasa hii serikali ya Uhuru Kenyatta na deputy president, ningependa kuomba waachane na siasa kwanza, kwa sababu tulichagua atufanyie kazi. Tulichagua hawa waongozi wetu watufanyie kazi mpaka hii tamu yao wakuje tena wakuje kwa siasa. So saa hii ni wakati wa kazi. Ningependa sana waachane na hiyo siasa kwanza. Saa hii ya PPI iende kando na ya Asla Nation yaende kando kwanza. Mambo ya wahudumu wa afya. Sasa wahudumu wa afya washughulikiwe, watafutiwe, hata kama ni NHIF walipiwe, alafu washughulikiwe sana, kwa sababu hawa ndio kila kitu. Unaona daktari saa hii akikataa kutibu mgonjwa, tuseme hata kama ni sister yangu ama mama yangu, mimi mwenyewe sitasikia vizuri. Nashukuru sana. Asante. Okay. Asante sana kwa maoni yako. Basi Zubeda, hayo ni maoni ya wakazi wa Nairobi, na ukiwa pale nyumbani unaweza kutumia mchango wako kupitia nambari 22155. Hiyo ni nambari ya jumbe fupi. Tumia ujumbe wako na nitaweza kusoma kwako Zubeda. Asante sana Rebecca, na shukrani sana kwa Wakenya wanaoendelea kutoa michango yao na wale ambao pia umeweza kuzungumza nao kwa hisia kali ambazo wamezitoa na ushauri ambao wameutoa. Seth, umesikia? Mhurumie Wakenya. Hakuna haja ya kuendelea kugoma. Wajua mgomo sio kitu ambacho mtu unaamka asubuhi na unasema tuanze mgomo saa 8. Mgomo ni kitu ambacho huweza kufanyika baada ya muda mrefu na baada ya wale ambao wanahusika na kushughulikia maslahi ya wafanyakazi kukataa kuyashughulikia. Na kwa hivyo hapo ndio ningependa kuelewa ni nini hasa ambacho kiliwafanya wakaweza kuafikiana na madaktari hivi kwamba mmeshindwa kuafikiana na serikali au serikali za kaunti, nyinyi pamoja na matabibu nchini? Ni nini ambacho kimeathiri mchakato huo mzima? Kwanza kabisa mimi sidhani kwamba kulikuwa na mwafaka kwa madaktari na serikali zote mbili. Wajua kwamba hata Council of Governors Wycliffe Ambetho Oparanya amekataa kwamba hata tia sahihi
ule mkataba ambao ulitiliwa baina ya madaktari na Ministry of Health. Lakini ukiangazia sana ule mkataba ambao unasemekana ulitiwa sahihi na Wizara ya Afya na madaktari, kwangu ulikuwa mswada ambao ulikuwa hauna chochote ndani. Kwa sababu tulikuwa sisi kama wauguzi tunasema kuna wale wauguzi ambao wameaka dunia kama bima ya maisha haipo. Yani ile inaitwa group life insurance. Hawa wahudumu au wauguzi ambao wamekisha aka dunia, ni nani atawapa fidia wale wamebaki nyuma? Tukasema kwamba serikali ni lazima iseme kwamba italipa hawa waliopaki nyuma kulingana na sheria ya WIBA na ile wakizingatia ile ya NHIF ambao imeimarishwa. Pili ni kwamba kuna wauguzi ambao wametumia hela zao kulipa hospitali matibabu ya hospitali, na umesoma pale unaona kuna zile kaunti ambazo hazina hiyo bima ya afya. Tukasema kwamba ni lazima serikali zote mbili zikubali kwamba zitawarudishia hela ambazo wametumia kule hospitali. Kwa hivyo hayo mambo mawili yalikuwa baadhi ya mambo ambayo yalikuwa ni ya msingi kabisa. Alafu unaona kuna wauguzi ambao wameandikwa, wengine wanalipwa shilingi 10,000, wengine 15, wengine 20, wengine 30 na hawapati allowance zote. Kwa hivyo maisha ni magumu sana. Ukiwa unalipa mtoto wa mtu shilingi 10,000 na amesoma, wasasi waliuza shamba, wengine wakauza ng'ombe, wakampeleka mtoto shuleni. Wewe gavana mshahara wako kwa ujumla ni shilingi milioni 1 na nusu, 1.5 million. Lakini unachukua mtoto wa mwenzako ambaye amesoma miaka 3, miaka 7, unamlipa shilingi 10,000, 15,000. Wewe unafikiria 15,000 mtu anaweza kufanya nazo nini? Hebu tuele Peterson, kwa sababu pia umeangazia swala kama hili ambalo Seth anaibua kuhusu bima ya afya kwa wale ambao kama nyinyi wahudumu wa afya, kile ambacho bwana daktari alitajia awali kuhusu bima ya NHIF na huduma ambazo inasimamia. Je, kama matabibu nchini mnaridhika kufikia sasa, hasa katika zile kaunti ambazo zimechukua bima hiyo? Bima ya afya kwa wale ambao wako na comprehensive insurance. Naam. Hiyo haina shida. Ingawapo labda pia kwa ile comprehensive ukikuja kwa zile vitengo vya chini sana, job group za chini sana, wakati mwingine pia inakuwa ni kwamba wako na shida, kwa sababu unachagua hospitali na kwa hospitali mingi mwanzo za zikata, na la pili unapata hata ukizichukua basi una pesa kidogo sana kama unaenda kutibiwa na uende nyumbani, ile tunaita kwa kimombo outpatient services. Lakini ikifikia kwa haya mambo mengine ambayo inahitajika ukalazo hospitalini, inakuaga iko sawa. Hebu turudi kwake daktari. Daktari, endelea kutufafanulia zaidi. Umesikia kile ambacho wahudumu wa afya wamekuwa wakidai kwamba wanataka comprehensive medical scheme, wanataka bima ya maisha, wanataka group life. Ulitueleza kwamba baadhi ya civil servants wanapewa cover hiyo. Swali ambalo wengi wamekuwa wakiuliza, wahudumu wa afya, bima hii inasimamia vitu kama COVID? Thank you very much, Zubeida. Na niruhusu kwa sasa niongee kwa kimombo kidogo kwa sababu daktari, jaribu tu. Ndio tuweze jaribu kwa sababu kipindi ni cha mwananchi. Sawa. Naam. Safi. Sasa ya kwanza ningependa kueleza ya kwamba serikali iko committed ensure that citizens wote wamepata access to afya mzuri, na wakati unaona tumeongeza hii enhanced cover for government workers, hii ni ensure wanapata pia kuweza kufanya kazi vizuri na kama commitment as the employer of these government workers. Sasa kwa enhanced cover hii ya group life na WIBA ina cover COVID, na hiyo ndo kwa sababu ilibidi tuongeze na ikue enhanced ndio iweze kucover pia COVID, na hiyo cover ilianza tangu tarehe 1 Oktoba, na imeongezwa hata benefit yake na hata payout yake in case unfortunate occurrence mtu aage, inalipa hadi 8 times their salary. Kutoka mahali ilikuwa mbeleni ilikuwa only 5 times. Na pia imeongezewa cover nyingine
ensure that it covers for other ailments ambazo zinakuja katika harakati za kufanya kazi, pia kama suicide imekuwa added kwa hiyo bima ya group life and WIBA enhanced. Na nilivyosema, ile enhanced comprehensive cover ya medical ina cover hayo sasa mambo mengine yote ya day to day. Na ni kweli kama vile mwenzangu alivyosema, kwa job grades na kuna benefits tofauti, lakini vile tumeandaa cover zetu na providers wetu, kwa sababu providers wa NHIF ni zaidi ya 8,000 nchi mzima. Kuna hospitali ambazo ziko na contract tunaita comprehensive contract. Hiyo ni contract A na B, na hizo ni hospitali za serikali, hospitali za faith based na zingine za private, ambao wamekubali kuandika comprehensive contract, na hapo mtu yeyote akienda anapata matibabu bila kulipa chochote. Na daktari, kwa hivyo na bima hiyo ni kwa wale ambao wako chini ya usimamizi wa serikali ya taifa na serikali za kaunti, wote wako sawa? Sasa kwenye bima hiyo ambao wako iko na levels, kuna limits ambayo inategemea grade yako. Kama vile hata kwa insurance yoyote kuna cover tofauti, lakini vile tumehakikisha na vile serikali imehakikisha ni ya kwamba kila mtu atapata access ya ile care ambayo anahitaji, na kama haipo hapo kuna referral mechanism ya kuensure anaweza pelekwa mahali pengine ambapo anaweza pata hiyo care ambayo haiko kwa hiyo hospitali ambayo amechagua mara ya kwanza. Na ndiposa nirudi hapa studioni kwa wageni ambao tuko nao. Nitauliza swali si kama mwanahabari, kama Mkenya wa kawaida. Unajua, ninavyoelewa, ugonjwa haujui umri, haujui jinsia, haujui kiwango cha maisha. Ugonjwa ni ugonjwa. Mbona kwamba ichaguliwe kwamba mtu fulani wa kiwango fulani apewe bima hii, yule wa kiwango fulani apewe bima hii? Mbona kusiwe na usawa katika utoaji bima hii ambayo ni ya serikali? Hilo ni kwangu kwa daktari ajibu kisha nije kwako Peterson. Haya. Kukujibu, unaona ni kama kazini. Ukiwa kazini kuna mkurugenzi mkuu, kuna mwingine yuko reception, kuna mwingine yuko manager etc. Na wao wote hata mshahara wanapewa tofauti. Kwa hivyo ni kuonyesha ambao kuna grades ambayo pia hata watu wanaweza kuwa wana aspire to get to. Kwa hivyo hii ni njia ambayo imekuwa kwa mikakati ya vile kazi zimeundwa. Kwa hivyo sio discrimination, lakini kwenye cover ambao utaangalia hata kwenye cover ya NHIF, hata the National Health Scheme, kila mtu ako na access ya kupata quality care bila kuweza kupata financial hardship. Kwa hivyo uzuri ni kuangalia kama bima yako inafikia kiwango fulani, basi hata wewe unaenda kwenye hospitali ambayo inalipisha bei nafuu, ama unachagua zile hospitali ambazo ziko na comprehensive contract ambayo unaweza pata full comprehensive care without paying even a shilling. Kwa hivyo sio ati hii cover iko na 500,000 ama 1,000,000. Ni ambapo utaweza kupata cover ambayo itakustahili. Na Peterson, ulitaka kuchangia? Nilitaka kusema kwamba kama ulivyoweza ukaona mwenyewe ya kwamba walio chini wanapewa bima ya chini, walio vitengo vya juu wanapewa bima ambayo labda ni bora zaidi. Sisi ambacho tumekuwa tukiuliza ni ingekuwa inategemea unalipa pesa ngapi. Alafu sasa pesa yako ndio inaamua wewe unaweza kupata bima ya kiwango gani. Kwa sababu sasa unapata labda tunaweza kuwa tuko kiwango cha chini sana, lakini tunalipa pesa labda ambazo zinatoshana na mtu ambaye ako vitengo vya juu
kwa idara ingine, lakini sisi tunapata bima ambayo iko chini sana. Kwa hivyo ingeweza kutegemea pesa yako, hapo kungekuwa na usawa kiasi. Lakini kwa sasa vile tunavyoiona, kwa wale ambao wako vitengo vya chini, tunakuwa ni kama tu Mkenya wa kawaida ambaye analipa 500, ingawa sisi tunalipa 1500 kiwango cha aliye katika ile grade ya chini kabisa, na tunaonelea kwamba sio sawa kabisa, ni jambo ambalo linafaa kuangaliwa. Sasa tunapochangia swala hili, nimepokea ujumbe kutoka kwa katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini, Daktari Mwachonda, ambaye amesema kwamba usidanganye, kwa sababu swala la group life, WIBA na compensation iko kwenye mkataba wa madaktari humo nchini. County ndio wamekataa kutia saini. Mbona unadanganya? Wajua, sitaki sana kuenda mambo ambao walitia sahihi, lakini mkataba huo hauzungumzii wale ambao wameshafariki, madaktari kama ule wa Kisii famous one. Kwa sababu insurance vile inapofanya kazi, na kuna mkurugenzi wa NHIF hapa atakwambia kwamba haifanyi kazi kurudi nyuma, inafanya kazi mahali ipo kuendelea mbele. Kwa hivyo wale ambao wameaka dunia kufikia sasa watafidiwa na nani? Hiyo ndio swali kubwa nauliza. Jambo la pili ni kwamba wale ambao wametumia hela zao kwa matibabu hospitalini kufikia sasa, hizo hela zitarudishwa na nani? Hiyo ndio kitu ambao sisi tulikuwa nayo tumeangazia makini sana. Kwa hivyo si kusema kwamba madaktari hawajaangazia haya mambo kwenye mkataba wao. Tuweke hilo sahihi. Mimi sitaki, nimekwambia sitaki, lakini tuweke sahihi kwa sababu ulisema. Sitaki kuzungumzia mambo ya madaktari kwa sababu mimi sio katibu wa madaktari. Mimi ni katibu wa chama cha wauguzi na ningependa kuangazia mambo ya wauguzi. Kwa hivyo unaomba radhi kwa kusema hivyo? Siwezi kuomba radhi. Hayo yameandikwa, kila mtu anajua kusoma na kuandika. Haya, tuangalie swala hili la bima, kwa sababu tunaposikia kutoka kwa afisa mkuu mtendaji wa NHIF anasema kwamba ukiangalia baadhi ya kaunti zimechukua bima hii, baadhi ya mambo ambayo mnayaangazia yameshughulikiwa kupitia bima hii. Kwa hivyo mbona kwamba muwe bado mnashiriki mgomo na kuibua masuala haya ambayo tayari yameshughulikiwa? Seth, nimekueleza kwamba umesema vizuri kwamba kuna serikali za katuzi zingine hata ya kitaifa yenyewe ambazo hazina hii bima ya maisha na hii bima ya afya. Kwa hivyo ile sisi tulikuwa tunasema ni kwamba zile ambazo hazina, na tayari tumekuwa na shida, watu wamefariki, wengine wametumia pesa zao kwa matibabu katika hospitali mbalimbali hapa nchini Kenya, ya kwamba wakubali kwamba watarudishia hizo hela. Wakawa wamekubali, lakini baadaye ukasikia Wycliffe Oparanya akisema kwamba hawezi wakalipa hizo pesa, hawana hela. Wewe unataka sisi tuendelee kufanya kazi bila bima ya maisha? Ile for example mkataba ambao walikuwa nataka tutie sahihi, walikuwa wanasema kwamba wakati ambapo hela zitapatikana, hakuna siku hela zitapatikana hapa Kenya, na wakati kama hiyo hela haitapatikana leo, hiyo hela itapatikana mwaka ujao. Wale ambao watakuwa na hiyo shida kuanzia sasa mpaka wakati hiyo hela itapatikana, watafidiwa na nani? Ama hizo hela zitarudishiwa na nani? Kwa hivyo vile mimi ninajua ni kwamba kama hayo mambo yangekuwa, basi tungekuwa tumerudi kufanya kazi. Kwa mfano nimekueleza mambo ya kandarasi za kiholela ambazo haziambatani na sheria. Iko unalipa mtu shilingi 10,000 na amesoma na anafanya kazi sawa sawa na watu na wengine, lakini analipwa 10,000 na mwingine analipwa 100,000. Unaona hiyo tofauti katika malipo ni mbaya sana mahali pa kufanyia kazi. Mambo hayo mpaka yasawasishwe. Mambo ya risk allowance, sisi tunalipa kiwango ya chini sana, lakini ukiangalia ile masaa ambao wauguzi wanashinda na wagonjwa, na uangalia hata rate ya kuambukizana kwa wauguzi iko juu sana. Ndio unaona wauguzi walikuwa wamefariki 34 wakati ambapo tulianza mgomo, lakini wakati tumeanza mgomo mpaka sasa hakuna muuguzi hata mmoja ambaye amefariki hapa Kenya kutoka COVID-19. Kwa hivyo sisi vile tunajua ni kwamba mambo haya ni mambo ambayo tungezungumza na serikali, tukubaliane na tutie sahihi, turudi kazini. Lakini naona kama vile Governor Oparanya anavyozungumza akiwa na kiburi, sioni kama anahacha sana na kuangazia maneno ya wananchi wa kawaida. Hawa jamaa wamekwisha kuwa na pesa nyingi, wamepata pesa kabisa nyingi kupitia hiyo mambo yao vile wanapata. Kwa hivyo yeye akiwa mgonjwa ataenda kule Australia, ataenda kule Marekani, ataenda kule Afrika Kusini, hana hacha na mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo hiyo ndio shida ambayo iko katika nchi hii. Ikiwa kama viongozi wetu wangelazimishwa kisheria
kwamba lazima muende katika hospitali za umma na huwezi kwenda katika hospitali za kibinafsi ukishachakuliwa kama governor au president ama vice president ama ukiwa waziri, na kuambia hospitali za umma Kenya zingekuwa nzuri kuliko zozote zile. Na ni kweli vile ambavyo umesema, tumeangazia kuna county takriban 17 ambazo zimechukua bima kwa wahudumu wake wa afya, na niposa ningependa kusikia kutoka kwenu tukirudi kutoka mapumzikoni, mbona basi msiende kwa county husika? Mbona uwe ni mgomo wa jumla ilhali kuna county ambazo zinatekeleza? Iweje kwamba mtake wahudumu wenu ama wanachama wenu washiriki mgomo kwa ujumla? Mbona msiende kwa kila county ambazo hazijachukua bima? Mtakuwa mkijibu hilo tukirudi muda sio kwa mrefu. Tunapoingia mapumzikoni, kuna mmoja amenitumia ujumbe, Victor Oyuko. Anasema leo niliamka nikiona dalili ambazo zinaonyesha ni kama ni dalili za COVID. Ni Victor Oyuko. Anasema niliamua afadhali nikae nyumbani kwa sababu nilijua hata nikienda hospitalini sitakuwa na yeyote wa kunishughulikia. Kwa hivyo nikaona hakuna haja, heri nikae nyumbani. Rebecca atakuwa kisoma kauli zaidi muda sio kwa mrefu. Tupate sehemu yetu ya Mwenge wa Lugha. Usiende mbali. Karibu mtazamaji kwa kipindi cha leo ambacho ni Mwenge wa Lugha, ambapo tutaangazia baadhi ya istilahi za afya. Tutafanya tafsiri mbili, mojawapo ni pathologist kwa Kiingereza, katika Kiswahili hujulikana kama mwanapatholojia, ambapo msamiati ule umetohozwa. Kisha mara nyingi mwanapatholojia hufanya swala la upasuaji. Kwa mfano nikisema ya kwamba mwanapatholojia huyu ndiye aliyepasua maiti hii, hapo tunafahamu kwamba kazi yake ni ya upasuaji. Vile vile pia lipo neno ambalo aga, mara nyingi lina maana ya kutengana na uhai. Hivyo tunasema kwamba anayeaga ametengana na dunia. Hivyo mhusika huyo hujulikana tena kama maiti ama marehemu, ambapo neno marehemu asili yake ni Kiarabu, kumaanisha ombi ama kuombea mwenda zake ombi ya neema ama rehema zimfuate aendako. Vile vile pia marehemu pia hujulikana kama mwenda zake, ambapo mwenda zake ni msamiati unaotumiwa tunapomrejelea mhusika ambaye bado hajazikwa. Nikifikia hapo nitatamatisha kusema ya kwamba kwaherini na tuonane kipindi kijacho.